tunashindwa kukubaliana na hilo, na siku utakapoanza kukubali kwamba mimi sina changu, ndo ambapo akili yako itakuwa imepata ukombozi. Huwa kitu ukikuchukulia kama sio changu, kuna namna utakavyokithamini, lakini kuna namna ambavyo ukisema hiki ni changu, ni changu, ni changu, unaanza kuambatana nacho, unaanza kuambatana nacho. Unasema hii ni gari yangu, hii ni gari yangu, 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 yangu. Mtoto wa kifalme hana yangu, hana changu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ndo mabadiliko. Siku utakapoanza kusema kuondoa changu, yangu, basi ndo ukombozi utakuwa umepita kwako. Kwa hiyo kitu unapoanza kusema cha kawaida ni cha Mungu, kugawa kwako inakuwa ni rahisi, kutoa kwako inakuwa ni rahisi. Lakini unaposema hela yangu, hela zangu, hata kutoa unatoa kwa masimango, unatoa huku unaumia kwa sababu umeshindwa kufafanua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua hapa wengi tunaamini katika changu, vyangu. Hata ile nyumba sio yako, sio yako, ila shetani ameamua kutupa huo mfumo wa kujimilikisha vitu kwenye kusema yangu. Ni roho mbaya sana, ni roho mbaya sana. Hizo roho tuwaachie watu ambao hawamchi Mungu. Tubadilike jamani. Kwa namna tulipofikia, tunahitaji mapambano makubwa. Tunahitaji kutengeneza mazingira ambayo tuanze kumwona Mungu. Yaani kila tunachofanya tuwe tunasikia sauti ya Mungu. Tufanye vile Mungu anatuambia, tufanye vile Mungu anataka. Lakini kwa bahati mbaya sana, huyu mwanadamu amekuwa na anguko kwa sababu anamiliki vitu bila ufahamu. Yaani kuna vitu vingi tunamiliki lakini hatuna ufahamu. Hatuna ufahamu. Hujui kwa nini wewe unajimiliki wewe. Kwa nini wewe ni baba? Kwa nini wewe ni mwanamke? Kwa nini wewe ni mtoto? Hujui. Jua ili kusudi la Mungu lidhihirike. Unapokuwa hujafahamu kwamba kwa nini kitu fulani, usipojua kusudi la kitu, huna ufahamu na kusudi la kitu, utakidharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakidharau kwa sababu hujui. Kwa hiyo kila kitu lazima uwe na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili, lazima uwe na maelekezo kwa kila kitu unachokifanya. Kila unachokifanya lazima uwe na maelekezo. Mungu amekupa maelekezo ya namna ya kufanya. Usijifanyie tu kwa sababu unaiga, kwa sababu kuna watu wanafanya. Maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, mnapokuwa na baba wa kiroho hapa, yeye hili kanisa analiona kwa miaka 10, miaka 20, miaka 30. Yeye kuna vitu Mungu amempa, anaona hili kanisa baada ya miaka 20 litakuwa wapi. Yeye hiyo vision anayo, lakini wewe huwezi ukawa nayo. Ndio muone Mungu alivyofundi. Wewe huwezi, ila yeye anajua. Kwa hiyo sasa anachokifanya, anakuja kushare na nyie mikakati. Yeye ana maelekezo. Maelekezo yanakuja kwa waumini na nyie ndio mnaotekeleza. Kwa hiyo kinachoanza ni maelekezo ambayo yametoka kwa mtu ambaye amewasiliana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nyie kutekeleza maelekezo yaliyotoka kwa Mungu, ndo ambapo akili zenu zinaambatanishwa na baba wa kiroho, zinaambatanishwa na madhabahu.
Kwa hiyo ndio maana lazima tuwe na baba wa kiroho mwenye vision, mwenye dira, mwenye njia, ambaye anahalalisha uwepo wenu. Baba wa kiroho mwenye njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu baba wa kiroho asipokuwa ni njia, basi nyewe wote mmepotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye anajua, ana maelekezo, na lazima apambane. Kila anavyokuja lazima awe na maelekezo. Kama leo nimefurahi sana, ametoa maelekezo aliyoyapata. Haya inaonyesha ukomavu wa hali ya juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu anakuja kuambia cha kufanyia kazi, na mkifanyia nyewe kazi tayari ukombozi unakuwa umeshakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la tatu ni kwamba usimiliki mali bila maarifa. Waswahili wanasema mali bila daftari hupotea. Mungu kwa huyu mwanadamu amempa mali nyingi sana, hadi mimi nasikitika. Yaani kwa sababu wewe ni mtawala, wewe una mamlaka na ulimwengu, wewe una njia na ulimwengu, amekupa maono, amekupa fikra, amekupa vipaumbele. Kwa kila mtu amekupa kipaumbele. Hivi vipaumbele, kila unavyoamka asubuhi, kila unavyolala, lazima ujue mimi naenda kufanya nini. Lazima ujue. Mtu wa Mungu yuko hivyo. Mtu wa Mungu akili yake hailali hata siku moja, ila ni kwa sababu hatujataka kutengeneza mazingira ya uungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe na maarifa. Maarifa ni taarifa sahihi. Kwa sababu inafika wakati mnasema wale waliosoma chuo ndo wana maarifa. Sasa yawezekana wale ndo hawana maarifa. Sasa kama mtu ni daktari bingwa anavuta sigara, ana maarifa huyo? Mtu ana degree ni mzinzi, ana maarifa huyo? Mtu ana degree ni mlalushwa, ni kiongozi mbaya, anaua watu, ana maarifa huyo? Kwa namna hiyo manake wasomi ndio inaonekana hawana maarifa. Sasa nimesema maarifa, Mungu ndo anakujalia maarifa. Yaani ufahamu unatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwa kila mmoja aliyopo humu ndani katika ufalme wa Mungu, wewe una maarifa, wewe una ufahamu. Ukiwa na hivyo vitu viwili, maarifa na ufahamu, ndio unakuja kwenye hatua ya tatu ambayo tunasema wewe ni mtu wa viwango vya juu, wewe ni mtu mwenye hekima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaposema mtu ana hekima, ni mtu ambaye amefuzu viwango, ana maarifa sahihi, ana ufahamu sahihi. Huyu ndio mtu mwenye hekima. Wangapi humu ndani wana hekima? Kwa hiyo kuwa na hekima sio jambo la kitoto ukawa unafikiri ni rahisi. Wanasema wenye hekima wanajitokeza. Mwenye hekima hajijui kama ana hekima, ila watu wengine ndio wanamjua kama ana hekima, kwa sababu yeye anaona ni mzigo, yeye hajui. Kwa hiyo hekima inatokana na vitu viwili, kuwa na maarifa na kuwa na ufahamu. Kwa hiyo ni level ya juu sana ya kiungu kuwa na hekima. Kwa hiyo tunaposema Sulemani aliomba hekima, manake aliomba maarifa na ufahamu, baadaye vikampelekea kwenye hekima. Ukiwa na hekima, una maarifa, una ufahamu. Ukiwa na hekima, manake maarifa yako yako juu sana, kitu chochote utatatua. Unakuwa na ufahamu mkubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyie mnapaswa kuwa hivyo. Kwa sababu gani? Mimi nina sababu. Kwa sababu leo ni siku ya Jumapili tarehe 8, saa 1:30